Bila shaka wewe ni Jadu. Na sijui kwa nini ujio wako umekuwa ni wa mapema sana. Pole sana kwa majanga yalokukuta. Lakini nimerudi kuja kumaliza mzizi wa fita. Na kisha nitaondoka. Sawa. Karibu sana. Maji, juisi, soda. Maji. Anahoja siku ila tukuelewana vizuri, nikasema acha nitumie hii siku ambayo leo uko mapumzikoni ili nije nikueleweshe vizuri. Kwanza yule uliyemuona siku ile natembea naye njiani, dada yangu yule mdogo wangu wa tatu. Dada yako. Na yule tuliyomzika ni nani? Tuliyomzika ni Shehe. Alikuwa Shehe. Na uliyeniona natembea naye ni mdogo wangu Shehe halisia. Story ni ndefu kidogo na inahitaji uelewa kidogo ambao ni sasa kama mtu namwelezea inabidi awe na hekima. Naamini wewe utanielewa mapema, maana nikaona mtu wa kwanza kuzungumza naye wewe. Kuna story ya kiumbe kinaitwa Jani. Kusikia Jani? Jani. Baada ya mdogo wangu kufariki, mimi sikuridhika kabisa. Sikutaka kuamini kwa sababu kuna vitu vingi sana sikuvielewa. Mazingira ya kifo chake, yani mtata ulikuwa mwingi sana. Kwani nilikuwepo tu pale, lakini akili ilikuwepo kabisa pale msibani. Kwani nilichoamua, nilitoka kesho yake nikaenda, nikajitenga, nikalia pale, nikalia na kulia, nikamwita Jani. Kwa sababu story ya Jani kusaidia watu na mimi naifahamu. Kwani nimejitenga nikalia, nikamuita Jadu. Kweli huwezi amini kama niliongea. Ndugu wangu bana amerudi. Ndugu wangu hajafa kama ambavyo jamii inafahamu. Yaani unataka kumaanisha kwamba ukimtoa Mungu ambaye kimsingi ndiye aliyechukua uhai wa mdogo wako
kiumbe kingine ambacho kinaitwa Jadu kina uwezo wa kumpa mtu hai, si ndio? Hapo hapo ulipozungumza kwamba Mungu alitoa uhai ndugu wangu Shei, kitu ambacho sio kweli. Ndugu wangu Shei hakufa, hiyo tuelewane, hakufa, ila tu kuna mazingaombwe mengi hapo yalifanyika. Sikia bwana, wewe tulikuwepo wote kwenye msiba, tulilia wote, tukazika dada yako pamoja. Hapo sasa hivi naleta story ya sijui Jadu sijui. Sikia bwana, kama una jambo lingine la kuongea tuzungumze, lakini kama ni tofauti na hapo, nafikiri inaweza kama imetosha. Hebu niamini, nimekufuata wewe, naamini wewe umeelewa. Najua itakuwa ni ngumu sana kuamini, lakini story za Jadu ni za kweli. Jadu ni kiumbe kimesaidia, kipo na mdogo wangu amefufuka kweli. Yaani yupo, ni mzima, yule ni Shei mwenyewe, mdogo wangu wa 3. Mbona unataka kuniamini? Hoja. Lakini nini, rafiki yako? Ni rafiki ndio. Nimesema kama una jambo lingine tunaweza kuongea, lakini kama huna, unanifukuza nyumbani kwako? Ndio. Kama una jambo lingine tuongee, lakini kama ni hayo, Hoja. Hadi wewe unashindwa kuniamini? Taarifa. Mkuu, nimejitahidi kadri niwezavyo. Yule binti anaonekana bado anaumwa sana. Kiukweli ngoma bado ngumu. Binti ni mgumu sana? Ndio mkuu. Hapana. Yule binti bado mchanga sana, bado ni mdogo sana kwetu. Tuna nguvu na tuna vifaa vya vita. Usiletee taarifa za kwamba umemshiba. Sema labda nikuongezee nguvu. Yule ni mchanga sana, ni mlembo sweet na. Umenielewa? Ndio mkuu. Jiandae na mapambano. Sawa mkuu. Mbona unafunga? Fungua basi. Mbona kwa mwoga wewe?
nikwambie nini rafiki yangu ili uweze kuniamini. Maana nikikwambia naona hutaniamini. Maana mimi nakumbuka tulishakuzika. Yaani hata sielewi ilikuwaje. Yaani najikuta tu niko makaburini shoga yangu. Yaani sielewi ilikuwaje. Ila tu kwa uamuzi wa haraka nilipoona ile sehemu sio salama, ilibidi tu ninyanyuke nikimbie. Ndio maana kuna siku nilikuona unakimbia huko peku. Kama umechanganyikiwa. Uliniona? Basi itakuwa ndio hiyo siku shoga yako. Nilipotoka hapo nikaenda kumwelezea kaka nyumbani. Baada ya kumwelezea kaka nyumbani, kaka aliniambia sijui Jadu ndo nani, sijui ndo kitu gani. Kila nikijaribu kumuuliza ananikwepa, kaniambia muda sasa hivi hujafika. Wewe acha tu. Vipi mambo mengine lakini? Naenda hivyo. Kaka yako yupo kweli? Maana siku nyingi sijamtia machoni. Yupo, ni mtu wa kutoka, mwingine anatoka. Mimi naona muda ushanitupa mkono. Je, kaka akarudi nyumbani asinikute itakuwa kesi nyingine tena hiyo. Ni kweli sindikize. Sawa. Simu katika namna ambayo ni kama hakuwa sawa hiyo. Kulikoni? Ni kweli mwanangu. Lakini kitu ambacho mimi nilikuwa nafikiria, nilikuwa nataka nikuambie kuhusiana na mshikaji wetu Mazoea. Unajua Mazoea mimi simuelewi kabisa. Unafahamu kuwa anaishi na mzimu? Dada yake sio? Ndiyo, dada yake. Usi unafahamu? Unafahamu? Sasa hivi unahisi kwa hali ya kawaida inawezekanaje kwamba kwa pamoja sisi tulikuwa pale kwenye msiba tukamzika wote na bahati nzuri salamu za mwisho tuliaga mwili wa marehemu ni yeye dada yake. Leo hii amefufuka alafu anaishi naye ndani. Hiyo inawezekana hapo? Kuhusu hilo la dada yake, ni Mazoea nishamkataa muda mrefu sana, na nishamwambia hatuwezi kuongea chochote kuhusiana na hiyo. Haliji akilini, haliji. Kuna namna, kuna kitu hakiko sawa. Ni nini sasa? Mimi kuna kitu nimekiwaza. Na sio kukiwaza tu. Yaani ni almost usiku mzima nafikiria kwamba mwenzetu anatuona sisi wajinga. Yaani jamii hii anatuona sisi mbumbumbu, hatuna akili. Unajua ni kwa sababu gani? Yule jamaa atakuwa ni mwanga. Yaani ni mchawi. Why? Kwa hali ya kawaida haiwezekani mtu aliyekufa wewe kiwepesi tu kampokea, hata kama ni ndugu yako. Fikiria, kuna watu tu wanaota ndoto kuhusu watu wao waliotangulia mbele ya haki, lakini hawawezi kusustain kukaa nao, wanapata uoga sana. Yeye amepata wapi nguvu ya kukaa na mtu ambaye tayari shafariki? Yule ni mwanga. Jambo gani? Yule mchawi. Hilo hata tutakiwi kubishana sana. Yule mchawi. Ili kujiepusha na hili. Kwa sababu jamii yenyewe inaweza katuchukia sisi. Katuchukulia wote ni chungu hiki. Cha kufanya tunamkataa. Yule tumkataa mapema kabla mambo hatajaribika. Mchawi hana rafiki. Kama anaweza kufanya uwanga kwa watu wengine, anaweza kutufanyia hata sisi. Nafikiri kumtenga ni jambo la busara. Ni maamuzi sahihi, japo sio rahisi, ila ni maamuzi sahihi. Basi ujio wangu mwanangu ulikuwa ni hilo. Sina mengi sana. Basi nashukuru sana dada. Karibu sana. Nikutakie shughuli njema, ratiba zako ziende sawa. Shukrani sana. Karibu sana. Poa. Wewe tutawasiliana. Karibu.
Usijaribu kufanya ambacho nataka kufanya, kwa maana itakugharimu. Yado,